Channel bora ilo nzuri inokuletea yalo ya kheri kwa kutumia zake kauli Mola Qahari pia Rasul. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من عذاب النار. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Ndugu zangu Waislamu, na wahusieni pia ninajihusia mimi mwenyewe kwamba sote tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio salama kwetu katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhera, kwa sababu lengo la kuletwa kwetu hapa duniani si lingine, lengo kuu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfik. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye muumba wetu, aliwaumba viumbe vyenye kuonekana na visivyo kuonekana, na sisi tukawa ni miongoni mwao. Akatupendelea sisi wanadamu kuwa ndio viumbe bora, akatuheshimu kwa tamko lake akisema walaqad karramna bani adam, hakika mimi nimewaheshimu, nimewatukuza, nimewasifu wanadamu. Na sisi si tu kwamba ametusifu Mwenyezi Mungu, lakini na sisi akatubagua katika makundi, pamoja na kwamba ni wanadamu ambao ametuheshimu na akatupendelea kuliko viumbe wengine, lakini vile vile akatuchagua sisi ummati Muhammad kuwa ndio umma bora kuliko ummati zingine alizozidhihirisha hapa duniani, na sababu ameeleza. Lakini pamoja na kwamba ametuchagua kuwa umma bora, bali akatupendelea sisi kuwa ndio watu wawe na maisha bora na mazuri katika dunia hii na kesho akhira, isipokuwa atakayekataa yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea asbabu mbalimbali zitakazotufanya sisi lengo lake la kuwa sisi ni umma bora liwe limetimia, labda tukatae wenyewe. Miongoni mwa asbabu alizotuwekea ni kama hivi: fursa ya mwezi wa Ramadhani ambao tunaumaliza au tumeumaliza, mwezi ambao hawakupewa umma mwingine, ambao ndani yake ibada zinazofanyika zinakuwa malipo yake maradufu kuliko miezi mingine, na ambayo atakapofanya mtu maasi katika mwezi huo na adhabu yake na chuki yake inakuwa ni maradufu zaidi kuliko miezi mingine. Lakini tegemeo ni kwamba watu ulul albab, wenye akili ya kutosha, wakatambua hiyo fursa na mapendeleo ya Mwenyezi Mungu kwao, wakaitumia fursa hiyo vizuri. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe ni miongoni mwao. Lakini baada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatugawa katika makundi, baada ya kuwa tu wanadamu, lakini vile vile akaweka na daraja. Wapo makafiri, wapo wanafiki, wapo waislamu na wapo waumini, ambao ndio daraja ya juu yenye kupendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hawa ambao Mwenyezi Mungu amewapendelea akawapa daraja ya juu, vile vile akawa amewapa na fursa nyingi
ili iwe ndio sababu ya kuendelea kubaki kuwa na ubora wao wa daraja hiyo ya kuwa ni waumini. Miongoni mwao ni pale Allah subhanahu wa ta'ala anaposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Hili linaelekezwa kwa wale walioamini, acha kwamba ingetosha aseme ya ayyuhan nas, enyi watu wale ambao Mwenyezi Mungu alisema walaqad karramna bani adam, hakika sisi tumewaheshimu wanadamu. Lakini pamoja na heshima hiyo akawatanguliza wale waamini kwamba ndio daraja ya juu, na hapa anatoa maelekezo ili fursa hiyo uitumie wewe uweze kubaki kwenye ile hadhi ya daraja ya juu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyo kamili, toba yenye kukata. Kwa nini? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum, kwa kufanya hivyo itapelekea Mola wenu awe amewafutia madhambi yenu, makosa yenu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na iwe sababu ya kuwaingiza katika mabustani aliyowaandaa kwa watu wema, ambayo chini yake kunapita mito mbalimbali. Kwa nini Mwenyezi Mungu akafanya hivyo? Anasema la yukhzi, zingatia hapo, anasema yauma la yukhzi, awaandalie hiyo pepo yenye kupita chini yake mito, enyi waumini mtakaoleta toba. Siku hiyo ambayo itakuwa ni siku nzito, ambayo Mwenyezi Mungu kwa mapendole yake ya ummati Muhammad, umma ambao Muhammad ndiye mbora wa mitume wote, anasema yauma la yukhzi Allahu al-nabiyya walladhina amanu ma'ahu, siku hiyo nzito ambayo hapendi Mwenyezi Mungu akamdhalilisha, akamnyongesha, akamfanya awe na huzuni nabii wa Mwenyezi Mungu ambaye ni mtume Muhammad pamoja na wale walioamini pamoja naye. Ikawa nuruhum yas'a baina aidihim, nuru yao aijalie kuwa yenye kuenea mbele yao. Naomba niweke kituo kidogo hapa, niwafahamishe nini kilichokusudiwa. Siku ya Kiyama, kwanza Mwenyezi Mungu ataiweka katika mazingira mbalimbali. Miongoni mwayo ni kwamba itatokea wakati watu wanatakiwa wavuke kwenye sirati, kutoka kwenye uwanja wa mahakama kwenda katika pepo, lazima wapite kwenye sirati ambayo inapita katikati ya moto, sirati ambayo sifa yake ni kwamba ni njia nyembamba yenye makali kuliko ya wembe unaojua wewe. Halafu kuwe na giza totoro ambayo hiyo njia na wembamba wake bado kuwe na giza. Utapitaje kwenye daraja hiyo ili uvuke? Basi ummati Muhammad, kwa kuwa Mwenyezi Mungu hapendi wakahizika yeye na wale waliomwamini, Mwenyezi Mungu akawajalia wawe na nuru ambayo anasema kwamba hiyo nuru itakuwa imeenea mbele yao. Sehemu ya kwanza. Tena wa biaimanihim, na kuliani kwao, wakuluna, wakisema rabbana atmim lana nurana, Mwenyezi Mungu itimize hiyo nuru yetu, ututumizie sisi nuru yetu, waghfir lana, na utusamehe. Kwa nini wanasema hivi? Kwa sababu hiyo nuru itakapokuwa watu wako wanataka kuanza safari ya kwenda kupita kwenye sirat, wote watakuwa wamejaliwa Waislamu tu. Makafiri wao hawatahusika na nuru, wao ni giza muda wote, kwa sababu wao ni muhalladuna fi nari jahannam, wao wataishi kwa milele katika moto wa jahannam. Sasa wale watu ambao walionyesha kwamba wana sifa ya Uislamu, waliotamka shahada, wao watajaliwa nuru. Lakini kumbuka kwamba kuna watakaokuwa wametamka shahada wakadhihirisha Uislamu wao mbele ya watu, lakini moyoni mwao hawautaki Uislamu, lakini ukija kwa dhahiri wanaonekana ni kundi la Waislamu. Wote watajaliwa nuru hiyo, lakini itakapofika sasa wanaanza ile safari, ghafla nuru yao itakuwa imezima, hawaoni wanapokwenda. Kwa kuwa hawa waumini wanapoona wenzao wakiwaambia tugeukie, 'Geukieni basi angalau ili tuweze kupata kuona kwa hiyo nuru yenu.
wakiwaambia kwamba hakika mlikuwa mmepata hiyo fursa ya kuitengeneza hiyo nuru mkaacha wenyewe, rudini huko mlikokuwa mmeitengenezea na tulikuitengeneza sisi, mkaitafute hiyo nuru. Kwa hofu ya kwamba nao wasije wakakutwa na jambo la namna hiyo, ndio wanamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbana, Mola wetu, atmim lana nurana, hebu tutimizie sisi hii nuru yetu endelee kubaki ni timulifu, isije katutokea kama hawa ambao tayari hawana mwanga, hawana nuru tena. Waghfir lana, na utusamehe Mwenyezi Mungu kama tuna ambapo tumekosea hapa, innaka ala kulli shay'in qadir, hakika tuna hakika kwamba wewe juu ya kila jambo ni mweza, kwa hivyo unaweza kutufanyia haya tunayohitaji. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tusitukawa ni miongoni mwa watakazima siku hiyo ya kupita kwenye sirati. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu hapendi sisi tukashizika. Watu wa ummati Muhammad na mtume wake ambaye anajifaharisha kwa umma wake. Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye mbora wa mitume, ambaye amehifadhiwa hafanyi maasi, bado katika hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Abi Huraira anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani, akisema, wallahi, namuapa Mwenyezi Mungu, naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mtume anaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, kiapo ambacho ndicho alichohimiza akisema, man kana halifan falyahlif billah, yeyote anayetaka kuapa asiape kutumia kiapo kingine, aape kwa kiapo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaapa mtume anasema, wallahi, naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, inni, hakika mimi. Naomba sasa mtizame na umuone kwa jicho la fikra, huyu anayezungumza hapa daraja yake mbele ya Mwenyezi Mungu ni nani, iko vipi, halafu usikie maneno anayoyasema na ujichukue wewe daraja yako mbele yake mbele ya Mwenyezi Mungu ni nani na uko vipi. Anasema, inni, hakika mimi, la astaghfirullah, huwa namtaka msamaha Mwenyezi Mungu, wa atubu ilayhi, na natubia kwake yeye, fil yawmi, kwa siku moja, akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zipimeni nafsi zenu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Hebu tujihesabu nafsi zetu. Anayesema maneno haya ni mtume wa Allah, ambaye amehifadhiwa, si mwenye kufanya madhambi, ambaye ndiye bora wa mitume, ambaye ndiye nabii wa mwisho, ambaye sifa yake hakuna mtu mwenye sifa katika viumbe wa Mwenyezi Mungu inayofikia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbuka ndio yule ambaye rais wa malaika wote, Jibril, ambaye ndiye anayepeleka wahi kwa mitume na ndiye bosi wao, amefika mahala wakati alipokwenda Miraj, wakati mtume sasa anatakiwa aende kupokea yale maagizo ya Allah, na mtume akijua kwamba huyu ndiye anayenisindikiza, ndiye mgeni wangu anayenipeleka huko kwenye safari ya kukutana na kuongea na Allah. Amefika mahala Jibril anamwambia, hapa nilipofika ndio mwisho wangu, siwezi kusogea. Mtume aende sehemu ambayo hata Jibril hafiki. Huyo mwenye daraja ya namna hii ambayo hata Jibril anashindwa kupita katika makamo yake, ndiye anayesema kwamba mimi namtaka msamaha Mwenyezi Mungu na natubia kwake kwa siku zaidi ya mara 70. Mimi na wewe tunatakiwa tumtake msamaha Mwenyezi Mungu na kutubia kwake kwa siku mara. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, hata ile sunna iliyowekwa kwamba baada ya salamu kwenye swala ulete istighfari japo mara 3. Bado kuna watu wengine, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, anakumbuka biashara yake, anakumbuka michezo yake, anakumbuka marafiki zake, hata ile istighfari haleti, kana kwamba yeye amefika daraja ambayo hana haja ya msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Atakuwa tabia aliyokuwa nayo mtume ambaye hana madhambi, akaona ni upuuzi tu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda. Anatupenda kwa sababu imepokelewa kutoka kwa Abi Dharr. Abi Dharr anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani. Qala Allah Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu. Mtume Abu Dharr anapokea kutoka kwa mtume akimwambia Mungu anasema, hii hadithi al-Qudsi, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, hakika ninyi maumbile na tabia yenu huwa mnafanya makosa usiku na mchana. Allah anasema ya ibadi, anawaita waja wake, sisi ni waja wangu, na uhakika yeye ndiye aliyetuumba. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, nyinyi mlipo huwa mnafanya makosa usiku na mchana, lakini wa ana, na mimi Mola wenu, aghfiru dhunuba jamia, na uwezo wa kusamehe madhambi yote. Hayo mnayofanya usiku na mchana, nyinyi ndio tabia yenu, mimi tabia yangu, uwezo wangu ni kusamehe madhambi yote. Sasa fastaghfiruni aghfir lakum, basi niombeni basi msamaha ili niwasamehe. Sijui mnamuelewa vizuri Mwenyezi Mungu anapotuita waja wake, kituambia tabia yetu ni kumwasi Mwenyezi Mungu. Tunafanya maasi usiku na mchana, lakini na yeye tunayemwasi bado ndiye anayesamehe hayo madhambi. Anatuhimiza akituambia, basi natakeni msamaha basi ili na mimi niwasamehe madhambi yenu. Hivi ni upole wa namna gani? Ni mapenzi ya namna gani ya Mwenyezi Mungu juu yetu? Kwani angeamua kutuadhibu meza nikishatuonyesha kwamba haki ni hii, fuateni, batili ni hii, mwiache, akatupa na akili ya kuweza kupima, si ingetosha tu atuadhibu kwa sababu tayari ingetosha tupa fursa ya kutambua. Lakini bado anatuhimiza na anatuambia, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhti'una, mnafanya makosa kwa uhakika, bil-laili wan-nahar, kwa usiku na mchana, lakini mimi ndiye ninayewasamehe. Niombeni basi msamaha. Sijui tunahitaji nini? Ndio ile waswahili wanasema kwamba Mungu akupe nini? Akupe donda ili uendelee kufukuzia nje. Muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa wanaotubia. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum 'adhaba yawmin kabir. Sema, akatutengenezea mambo, akatufanyia miongoni mwa hizi fursa kama funga na mengineyo, ili tumtake msamaha yeye Mola wetu. Akasema, wa anistaghfiru rabbakum, ni ili mumtake msamaha Mola wenu, thumma tubu ilayhi, kisha mtubie kwake yeye. Mkifanya hivyo, yumatti'ukum mata'an hasana, atakutengenezeni starehe nzuri, atakuandalieni starehe nzuri hapa duniani, ila ajalin musamma, mpaka siku ile ambayo iliyoandikiwa ya kuondoka kwenu duniani. Kumbe basi kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu na kutubia haiwi tu kwamba unaondokana na makosa na adhabu ya Mwenyezi Mungu, bali vile vile inakuwa sababu ya wewe kutengenezewa maisha super ambayo ndio unayohangaika nayo mpaka unasahau kumwomba msamaha Mola wako, ambayo hayo maisha super ndio yanayokupa hela ya kufanya unayoyataka kuyafanya, ukiamini tu kwamba haya yatanipa maisha super, hata kama ni kudhulumu watu kwa biashara zako, kuleta makamari, riba na mfano wa hivyo, kuongopa ili upate haja yako ni kupata maisha super hapa duniani bila kuangalia maisha super ya akhera. Basi hayo maisha super ya duniani miongoni mwa yatakayokupelekea uyapate kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu na kutubia kwake. Lakini anasema,
Yuti kulla dhi fadlin fadlahu, na kisha atampa kila mmoja fadhila yake. Wa in tawallaw, lakini mkidharau, mkapuuza, mkapanyongo, Allah anasema fa inni akhafu alaykum, mimi nakhofia juu yenu kuwafika adhaba yaumin kabir, adhabu kubwa, siku hiyo kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hapendi kutuwezesha sisi pamoja na kufanya. Ndugu zangu, muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa kuyasikia yale ya haki na atujalie ni wenye kuyafuata, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu atimize. Murtah Hikma, hikma ya dini yako.